Wewe unafikiri kuhubiri kwa ibada ya rais ni mchezo? Baada kama hii ya rais ananisikiliza. Nikimwambia rais simama, rais anasimama, nikimwambia keti anaketi. Hiyo ni grace period hiyo. Sasa katika grace period Mungu anakupatia, alafu anakaa mbali, alafu anakuangalia vile una behave. He give you, anapeana, alafu Mungu anakuwa silent, alafu ana watch how you behave. Sengine bishop huwa ananituma kwenda kuhubiri. Siku nyingine amenituma huko county assembly huko. Ile assembly iliyopita. Sasa na mimi sengine kichwa changu kinakaga vile kinavyokaa. Sasa nikazungumza na wale waheshimiwa, nikawaambia wengine mulifunga na maombi na wake zenu. Maombi akafungwa, mtu akafunga, yani mke wako akafunga, akakosa chakula, anakutafutia kura, upate kura. Ulipoingia namna hii katika position, ukatangaza wewe ni MCA ama wewe ni mbunge, jambo la kwanza ukaongeza bibi wa pili. Geukie mtu hapo muulize, huyo mke wako uko naye ni yule ulianza naye safari ama Nasema mwanadamu anajisahau. Katika grace period, hapo ndipo kuna kipimo cha Mungu. Yes. Kuna vile rais wetu anateseka sababu ya maisha ya watu. Napatia watu kazi, alafu watu wanajisahau ya kwamba wao ni watumwa. You are not master. Ukichaguliwa kuwa mbunge, ukichaguliwa kuwa nani, wewe ni mtumwa. Hata rais ni mtumwa. Mtumwa anayetutumikia. Sasa unafika kule, unasahau ya kwamba you are servant. Alafu unavaa ile kingship life. Unanunua magari makubwa. Wakati wa kura mlikuwa mnafungua vioo. Mlipopita mnafunga vioo, magari ambayo ni tinted. Sionekane. During the time of election, you are very humble, down to earth. Nasimama ukizungumza maneno unatoa machozi, maneno ya unyenyekevu. Unatembea katika trading center, katika eneo lako la bunge, eneo lako la ward. Wakati hujachaguliwa unasalimia watu. Lipochaguliwa hauonekani. Hata vikao vya ukoo haupatikani. Grace period is a very tough season. My friend, hapo ndio test ya Mungu iko. Ukifeli hiyo test, Mungu anaachia season inayoitwa doom season. Doom season ni season ambayo haina reverse gear. Katika doom season Mungu hayuko. Suffering and tribulation, God was there in the ministry. Wakati wa kulia, wakati wa kuomboleza, alikuwa pale. Wakati wa grace period alikuwa anakuangalia vile utaact, alafu endeleze hiyo sessions of blessing. Katika doom season God is not there. Kutana na Eli, muulize katika Samueli wa kwanza mlango ule wa 4. Mungu amempa Eli nafasi ya kuongoza, ya kujudge Israel kama judge, kama mwamuzi. Na kipindi hicho office ya high priest ilikuwa ndio office ambayo iko very high.
Watoto wake wakapewa nafasi ya kuongoza majeshi na pia kushughulika kusimamia utawala. Kafika wakati Eli katika grace period akamsahau Mungu. Vijana wake wakaanza kuingia ndani ya hema kule Shilo. Wanafanya usharati na wale wamama ambao wanapanga kule kwa madhabahu. Vijana wa Eli. Eli anaona na macho yake, haongei. Eli amenyamaza. Vijana wanafanya distraction. Ikafika wakati wameenda vitani. Na walipokuwa wakienda vitani, tradition ya Israel walikuwa wanabeba lile sanduku la agano katika vita. Sanduku la agano maana yake ni kwamba Mungu ako na sisi katika sanduku la agano. Walipoingia vitani wakipigana na Wafilisti, sanduku lile la agano likachukuliwa na Wafilisti. Lilipochukuliwa na Wafilisti, sanduku, watoto wa Eli, Hofni na Finehasi, wakawawa vitani. Ripoti ikaja kutoka kwa mwanaume ambaye anatoka katika kabila la Benjamin. Akafika kwa Eli. Alipofika kwa Eli, family akasikia watu wanalia, wanaomboleza. Akauliza kuna nini? Akafika kumletea ripoti ya vitani. Akamwambia, tumeenda vitani lakini tumepigwa na Wafilisti. Sanduku la agano limeshachukuliwa. Watoto wako wawili wote wameuawa vitani. Biblia inasema Eli alikuwa umri wa miaka 90. Miaka 90 Eli akapandwa na ugonjwa wa stroke. Eli akaanguka akafa. Katika boma ya Eli kulikuwa na mama ameolewa na kijana wa Eli, Finehasi. Mama huyo alikuwa mjamzito, amefika karibu na kuzaa. Aliposikia sanduku la agano limechukuliwa, mume wake na ndugu yake wameuawa vitani, na baba mkwe amekufa, akaanza kuzaa kwa uchungu. Alipokuwa akizaa kwa uchungu, akisaidiwa na kina mama wakunga, akaambiwa jipe moyo, umepata mtoto. Mama kageuka akaangalia yule mtoto wa kiume, hata kumtazama. Alipoambiwa ni wa kiume, mama akampa jina, akamwambia huyo mtoto ataitwa Ichabod. Maana yake the glory of God has departed from Israel. Akatumwa mtu kwa boma la Eli. Mungu akawaambia, kuanzia sasa ukoo mzima na klani yote ya Eli, hakuna mtu atafikisha umri wa uzee, nyote mtakufa mapema. Ichabod ikaingia katika doom season. The glory of God is departed. Doom season ilipofika kwa nchi ya Somalia, walipomuondoa Said Barre, kipindi kile Ichabod ikatimia. Taifa la Somalia paka leo halina amani. Doom season ilipofika kule Rwanda na Burundi, Mungu alipoondoka, vita vya Wahutu na Watusi, makovu yamebaki paka leo Rwanda na Burundi. Doom season ilipoingia Libya, kati ambapo watu wa nje wameonyesha wa Libya ya kwamba Gaddafi si mzuri. Doom season ilipoingia baada ya Gaddafi kuwaua kwenye calvert na kutupwa, na Waamerika akiwa wamefungwa kwenye chuma cha 100 kg, Libya mpaka sasa haina future. Doom season ilipoingia baada ya Seseko Mabutu, Kongo Zaire hawana amani. God has called us as Kenyans today to defend our grace period. Kati mambo haya yalipokuwa yakifanyika, kaingia katika meditation ya maombi, kumuuliza Mungu
Why Kenya? Mungu akanipeleka katika flagi yetu ya Kenya. Kanionyesha, niambia ni bendera yenu ya Kenya. Kanionyesha zile kala ziko pale. Kala ya green, ya white na black. Kanionyesha kala ya red. Nikakumbuka tulipokuwa tunafundishwa shuleni. Walimu wetu wanatufundisha, do you know the meaning of color red? Tuna shout as a class. We shed the blood. That was our pride as Kenyans. Tawala wa kwanza, mzee wetu Jomo Kenyatta na wale wengine waliotangulia kuingia kupigania Kenya, wakakama hapo with Mau Mau. Vita vikafanyika, wakafa watu walio na hatia na wale ambao hawana hatia. Rais wetu wa kwanza kuingia katika mamlaka, mzee Jomo Kenyatta, seal na rubber stamp ya kudhibitisha utawala wake ni damu ambayo ilimwagwa na Wakenya wakati ule. Utawala wake ukaendelea. Tukashuhudia vifo vya kina Tomboya, GM Kariuki na wengine. Kaja utawala wa Moi. Moi kuwa katika position kwa 24 years. Rubber stamp ya leadership yake kukaa. Shedding of the blood 1982 na 1997. Kaja utawala wa Kibaki. Kibaki kukaa. Shedding of the blood 2007, 2008. Kaja utawala wa Uhuru. Uhuru kukaa kwa utawala 2013, tukashed blood. Mekuja utawala wa baba yetu wa taifa sasa. Swali lile ambalo nataka niulize, geukia mwenzako hapo, mshike mkono, umuulize, hayo ndiyo maisha yetu? Nikaangalia katika ulimwengu wa kiroho, kakumbuka maisha ya huyu Solomon. Solomon ukimuuliza kwa nini ulioa wanawake wengi 700 na wengine 300 kando, atakwambia ask my father. Baba yake alioa 7 na mama yake Solomon, Daudi alifanya kuua mtu akamchukua, na family ya Daudi ikajawa na scandal za sex, watoto wake Tama na Abnon. Kenda kimuuliza Daudi, wewe una hii roho ya usharati imetoka wapi? Atakwambia nauliza the greater grandmother Rahab the harlot. Ya kwamba kuna shina fulani ambalo liko. Hilo shina likaendelea, likaja likaingia paka kwa Daudi, likaja kuingia kwa Solomoni. Historia inakuja kubadilishwa wakati Yesu anazaliwa kwa huo ukoo. Akizaliwa kwa huo ukoo, Yesu anakuwa the changers. The history changers. Maombolezo 5:7. Biblia inasema baba zetu wametenda dhambi, sasa hawako, nasi tumechukua uovu wao. Tumeyabeba mambo kutoka 1952, kutoka huko 1963, yanatembea na sisi. Isaya 1:18 ambayo tumeandika hapo, Bible say let us come and reason together. This is a time now not to stand na kublame mtu yoyote. Tusisimame na kukashifu, tusisimame na kulaumu. Maana leo ukiuliza President Ruto why this,
President Ruto atakwambia ask Uhuru. Ukiuliza Uhuru why this, atakwambia ask Kibaki. Ukiuliza Kibaki why this, Kibaki atakuuliza ask Mzee Moi. Mzee Moi ukimuuliza why this, atakwambia why ask Jomo Kenyatta huko. Baba zetu wametenda dhambi, sasa hawako. Haimaanishi ya kwamba haya yatakuwa maisha yetu kama Wakenya. Kuna kitu ambacho tunaweza tukafanya katika ulimwengu wa kiroho, tukacancel hii agenda na tukafungua chapter mpya. We are not ready as Kenya to witness Ichabod. Kama Wakenya tuko tayari mtoto Ichabod azaliwe. Hatuna nchi nyingine ya kwenda kukaa. Nchi yetu ni Kenya. Baba wa taifa, you are a very special president. Let me tell you that. Kuna kitu ulifanya, Mungu akubariki na akupe miaka, ambacho hakijawahi kufanywa na marais wengine. Wakati ukipewa utawala, mimi nimekati na mke wangu tunaangalia kwa TV. Ukaona processes zinaanza, zile processes zetu zile za kiserikali. Ukapewa katiba. Katiba ulipopewa, ukapewa ile panga ile ambayo ulisema si ya kukata sukuma. Ni kweli ile si ya kukata sukuma. Ile ni ya kutulinda, ya kuprotect nchi. Ukapewa ile. Ukaenda zaidi ya wale marais wengine kufanya. Ukapiga magoti wewe na deputy president. Hilo halijawahi kutokea katika ulimwengu. That is a sign of humility. Maana najua hata viongozi wa jeshi, viongozi wa jeshi, wa viwango vya jeshi walikuwa wanashangaa ni kitu gani kinaendelea. Lakini ulikuwa unafanya kwa sababu unataka kupendeza Mungu. Ulikuwa ufanyi kupendeza watu wa dunia hii. Ukapiga magoti pale. Kwa niaba yetu sisi wote wa Kenya, mahali tulikweko katika ulimwengu wa kiroho, kama rais alipiga magoti, automatic wa Kenya wote tulikuwa tumepiga magoti katika ulimwengu wa kiroho. Ukapeana hii nchi kwa Mungu. Ukapewa Biblia. Sahi, hiyo Biblia ndio itakutoa. Hiyo Biblia ndio itakusaidia. Nataka nikukumbushe kampeni zako za mwisho kule Kigiri, Kiambu. Ulipomaliza kampeni, uliomba. Ukaomba ukapeana taifa kwa Mungu. Ukaomba ukapeana wapinzani wako kwa Mungu. Ukaomba ukapeana nchi yote kwa Mungu. Ukaingia kwa election. Siku 2-3 Mungu akakupa utawala. Wakati tulipatwa na mkasa wa jua kali, janga limeingia, Kenya hakuna mvua. Ulienda uwanjani ukapiga magoti ukaomba. Mvua ikanyesha. Sasa watu wa Kenya wana shida ya chakula. Maana ulipiga magoti. Pale State House kuna chumba chako cha maombi. Usiniulize nimefikaje huko, nikachunguzaje hicho. Hiyo usiniulize. Wala intelligence wako asinifuate. Umeongea mambo pale ulijuaje? Nilijua hivi. Because this is a spiritual person. He's a charismatic leader. Ndani yake lazima hapo kuna chumba ambacho anaendaga pale kuongea na Mungu. Ukienda pale, soma Zaburi ya 51. Ukifika huko, Daudi alienda katika chumba cha maombi wakati utawala wake ulikuwa na msukosuko. Ukifika pale State House, wakati unatubu dhambi za Wakenya, kando yako umuone Jomo Kenyatta. Tubu kwa niaba ya mzee Jomo Kenyatta. Kando yako umuone mzee Moi. Tubu kwa niaba ya mzee Moi. Kando yako umuone mzee Kibaki. Tubu kwa niaba ya mzee Kibaki. Kando yako umuone rafiki yako Uhuru. Tubu kwa niaba ya Uhuru. Alafu usimame useme mimi mwenyewe
maovu haya nimeyashiriki, lakini Mungu niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, niumbie moyo uliotulia. Uponyaji na ubadilishaji wa historia ya Kenya kutokana na umwagikaji wa damu, hakuna rais mwingine atabadilisha, ni Rais Samoei Ruto. Hakuna rais mwingine ataingia ashuhudie umwagikaji wa damu. Hata mimi mahali ninaomba, namwambia Mungu nisaidie, kama inawezekana niwe rais wa 6 wa Kenya, maana nitakuta maisha mazuri yameendelea. Maana hakuna, kwa sababu mbinu za kiroho uko nazo, mafunuo uko nazo. Wewe ni mtu wa prayer and fasting, I know. Enda pale umwambie Mungu nisaidie kuponya Kenya. Na wakati rais anaenda nasimama katika zamu, sisi wa Kenya ni lazima tuingie katika mudi ya maombi. Sasa si mudi ya kukosoana, si mudi ya kuitana majina, si mudi ya kufanya demonstration. Sasa tunataka tuende tukutane katika viwanja vya maombi, tuinue mikono juu namna hii, tumwambie Mungu tunakuhitaji Kenya. Jenzi walifanya sehemu yao, humility yako ukakubali, kwa sababu uliomba kumwambia Mungu nifanye nini. Mungu akakwambia hii, angusha hii. Kaangusha ile bili, ukabomoa baraza la mawaziri. Umeshafanya yale ambayo jenzi waliitisha. Na vijana wetu wale jenzi waliitisha si wale tunaowaona barabarani sasa. Wale walioitisha wametulia. Wale ambao wako barabarani sasa ni macriminal, watu wa kuvunja maduka, watu wa kuchoma magari. Maana jenzi walishamaliza kazi yao, sasa wanangojea rais afanye. Kuna panya ya porini na kuna panya ya nyumbani. Nataka niwaelimishe. Ile panya ambayo unaiona inakaa nyumbani si ile inakaa porini. Ile ya porini ni nyingine. Panya ya porini na ya nyumbani, African story, walikutana, wakaanza kupiga mastori. Panya ile ya porini kamuuliza ya nyumbani, unakaa wapi? Ya nyumbani kamwambia, ai, mimi nakaa kwa ile nyumba ya mwanadamu pale. Ya porini kamwambia, unakaa na mtu mbaya, mtu ambaye anakuletea paka, mtu ambaye anakufanya hivi. Hii ya nyumbani kamuuliza, sasa nifanyeje? Tumfundishe somo. Somo gani? Tuchome ile nyumba. Panya ya porini na ya nyumbani wakashirikiana, wakaenda wakachoma nyumba. Ilipofika jioni, hii ya nyumbani kamuuliza ya porini, sasa nitalala wapi leo? Hii ya porini ikamwambia, kule ulikuwa nalala, enda ulale. Hii ya porini katoka ikaenda. Wakenya, tutambue panya za porini. Panya za porini hawatafurahia maisha ya Wakenya. Panya za porini hazitafurahia tukitembea na magari barabarani kwa usalama. Panya za porini hazitafurahia watoto wetu wakisoma. Panya za porini hazitafurahia watoto wetu wakienda masomoni wakisoma na wakiendelea. Panya ya porini itafurahia wakati imeona maafa, vijana wamekufa. Panya porini itasema ndio. Polisi wamewawa, panya porini itasema ndio. Maduka yamechomwa, panya porini itasema ndio. Wazungu wamesema hawatakuja tena Kenya, panya ya porini itasema ndio. Je, tukishirikiana na panya za porini zinazokuwa influence na mataifa mengine, tukichoma Kenya yetu, hatuna mahali pa kuficha kichwa chetu. Time has come now. Let us engage together in prayers. Saizi tuangalie maneno, hakuna maneno ya kutupiana katika mtandao, hakuna maneno. Hata najua nikipreach namna hii, kuna watu wanachukua wanaandika kwa mtandao, wanaandika hivi. Hiyo si maisha yetu. Si maisha ambayo atakayotusaidia kuponya nchi. Si maisha atakayotusaidia watoto watakaozaliwa waje waishi vizuri. Sasa sote tuseme hivi, it is time to cry together. It is time to heal together. It is time
to celebrate together. Mungu aibariki Taita Taveta County. Live long, Mr. President. Live long, Kenya. Live long, Africa. Tusimame.